Kwa Ephraim Kusekwa Mbogoma. Mimi ni mkazi mfanyabiashara naishi Mwanza. Nilikuwa mfanyabiashara hapo nyuma kwa uuzaji wa malori kutoka Japani. Sasa kwa kifupi, mimi nilipata matatizo. Nilipata madhira makubwa sana ya kubambikiwa kesi na bwana mmoja anaitwa Jumanne Maro Mokili. Jumanne Maro Mokili. Ni nani yeye? Huyu bwana aliingia kwenye kampuni yetu kwa kufoji nyaraka BRELA, na mimi nilikuwa simfahamu kabisa. Alifoji nyaraka akaingia kwenye kampuni yetu akiwa kama mkurugenzi, na alifika mbali zaidi kubadilisha nyaraka mbalimbali mpaka akaweza kuwa signatory benki na akaweza kutoa pesa benki katika akaunti ya dola benki ya CRDB iliyopo Nyerere branch. Sasa baada ya hapo, katika biashara yetu tulikuwa tunashirikiana pia na Wajapani. Sasa hao Wajapani baada ya kuona migogoro hiyo wakawa wamekaa kimya. Sisi tulijaribu sana kuwaita ili tufanye mazungumzo, lakini walikuwa hawatupi ushirikiano. Kwa nini walishindwa kuwapa ushirikiano? Mimi kwa ninachofikiri walishindwa kutupa ushirikiano baada ya kuona kwamba baadhi yao walishirikiana na huyo Mokili katika kubadilisha hizo nyaraka, hasa mtu mmoja anaitwa Masanori Kotani. Masanori Kotani ni nani? Masanori Kotani alikuwa mkurugenzi mwenzangu na mwanahisa mwenzangu katika hii kampuni ya Ritrust Tanzania Limited. Yeye alipataje mahusiano na huyo Maro? Masanori Kotani alikutana na bwana Maro hapa Mwanza, wakaanza kujenga urafiki. Kwa kuwa huyo bwana Maro Mokili, kwa taarifa nilizonazo, yeye pia huwa anasafiri kwenda Japani. Kwa hiyo alipokutana na Kotani wakajenga urafiki. Sasa mimi nilipata fununu tu kwamba Kotani ana rafiki yake fulani, lakini sikuwa na mashaka kwa sababu niliona kwamba ni urafiki tu wa kawaida. Wewe na Kotani mlikutana wapi? Mimi na Kotani tulikutana Japani. Mimi kabla ya kufungua hii biashara ya maroli nilikuwa naishi Japani. Mwaka gani ulikuwa Japani pale? Nimekaa Japani takriban zaidi ya miaka 15. Miaka 15. Ndio, na ulikuwa unafanya kazi gani hapo Japani? Mara ya mwisho nilifanya kazi kwenye kampuni ya kuuza maroli huko Japani inaitwa Ritrust Company Limited. Baadaye hao mabwana tuliongea nao tukakubaliana tuje tufungue kampuni hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi ndio nilifanikisha kuwaleta hao wa Japani na nikaanzisha nao biashara ya uuzaji wa maroli. Sasa kama nilivyoeleza hapo awali, huyo bwana Maro alituingilia kwenye hiyo kampuni yetu kwa kufoji hizo nyaraka, na kopi za hizo nyaraka pia ninazo ambazo zinaonyesha uhuni mkubwa sana aliofanya huyu bwana Maro Mokili. Pia walifanya hila ya kujaribu kutengeneza mkopo ambao haukuwepo, na wakafoji nyaraka wakazipeleka benki ya CRDB tawi la Azikiwe na kwa ajili ya kuweza kufanya process za kuregister foreign loan. Sasa bahati nzuri mimi nilifanikiwa kuona hizo nyaraka na niliweza kuzuia kuendelea na process za huo mkopo ambao haukuwa halali. Sasa baada ya kugundua, sasa ni hatua gani mlichukua nyinyi za haraka? Baada ya kugundua kwamba wamefanya forgery zote hizo, sisi tulijaribu kuwasiliana na hao wa Japani tukiwasihi kwamba tukutane ili tuweze kuzungumza na kutatua migogoro hii iliyopo ambayo inataka kufanywa kinyume cha sheria. Sasa kwa bahati mbaya hawakuweza kurespond na wakawa wamekaa kimya moja kwa moja. Tukiwatafuta hata kwa mawasiliano ya simu walikuwa hawapokei. Kwa hiyo mimi nikawa na wenzangu
mkurugenzi mwenzangu na watu wengine wawili tulifunguliwa kesi ya wizi katika kampuni yetu, kesi ambayo inaonekana ni ya kubambikizwa. Aliwafungulia nani? Aliyefungua hiyo kesi ni Jumanne Maro Mukili, alifungua Central Police Mwanza. Yeye kama nani katika kampuni? Wakati anafungua hiyo kesi alijitambulisha kituo cha polisi kwamba yeye ni mkurugenzi mwenzetu, kitu ambacho hakikuwa halali. Alipata power wapi yeye za kusema yeye ni mkurugenzi mwenzetu? Yeye baada nyinyi mumfahamu. Sasa yeye baada ya kuwa amezoeana na Kotani alifanikiwa kupata baadhi ya taarifa za kampuni, ndio akawa amefanya forgery BRELA akishirikiana na dada mmoja ambaye ni wakili anaitwa Nasra Songoro. Lakini walitengeneza pia nyaraka za vikao vya kampuni ambazo hazikuwa halali. Hicho ndio kilichopelekea BRELA wafute hayo mabadiliko yaliyofanywa na watu hao. Mimi na imani kwamba wao ndio walifanya hayo mabadiliko kwa sababu kipindi chote hicho Kotani, Masanori Kotani alikuwa yupo nchini Japan. Kampuni inaitwaje? Kampuni yetu ilikuwa inaitwa Ritrust Tanzania Limited. Imefunguliwa mnamo tarehe ngapi hiyo kampuni? Kampuni ilifunguliwa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2016. Mwaka 2016. Ndio. Ni wapi makao makuu yake? Makao makuu yake yalikuwa ni hapa Mwanza, wilaya Misungwi. Eneo linaitwa Nyashishi. Ndio. Labda sasa kupelekea mpaka magari yako kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, ni kitu gani kilisababisha magari yako yanashikiliwa mpaka sasa hivi? Sasa kilichopelekea madhila hayo ni kwamba Mukili baada ya kufungua kesi hapa Central Police Nyamagana Mwanza, sisi tulikamatwa. Tulivyokamatwa tukatoa maelezo yetu. Baadaye sisi tulifanikiwa kumtoa Mukili na huyo Nasra Songoro katika kampuni yetu kwa kufuata utaratibu huko BRELA. BRELA walifanya uchunguzi wakagundua kwamba hayo mabadiliko yalikuwa sio halali. Kwa hiyo waliwaondoa Jumanne Maro Mukili na Nasra Songoro katika kampuni yetu. Sasa baada ya kuwaondoa, ili hali Mukili alikuwa ameshafungua huku kesi dhidi yetu, hiyo kesi haikuweza kuendelea kwa sababu yeye alikosa local stand kwa jinsi alivyoendesha kesi hiyo, kwa jinsi alivyokuwa amefungua hiyo kesi. Kwa hiyo kesi tulifunguliwa mwezi wa 6 mwaka 2021. Lakini baada ya mwaka mmoja kupita, tulishangaa tena tunakamatwa tena na askari, tukiambiwa kwamba kuna mpelelezi ametoka makao makuu ya polisi anaitwa Afande Fadhili Mdemu. Fadhili Mdemu. Ndio. Sasa huyo bwana tulikamatwa tena na ikabidi tena tuombe kudhaminiwa kwa mara ya pili, ili hali tulikuwa tunadhamana baada ya kukamatwa mara ya kwanza. Sasa huyo Afande Fadhili Mdemu ndio akaanza kutoa maelekezo kwamba magari yaanze kukamatwa. Kwa hiyo magari yangu binafsi na Toyota Land Cruiser namba T 800 DTD na gari nyingine ilikuwa ni Toyota Coaster Bus namba T 852 DZE yalikamatwa, na magari mengine ya wateja pia ambayo tulikuwa tumeyauza kihalali yalikamatwa. Sasa hayo magari yalikamatwa mwezi wa 5 mwaka 2020.